Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wana amani? Weka tu mkono wako namna hii. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Haleluya. Basi wakati huu nitambue tu uwepo wa watumishi wa Mungu mahali hapa. Nitambue uwepo wa mchungaji msaidizi Pastor Anna. Lakini pia nitambue uwepo wa mwinjilisti Elia Msua. Nitambue tu uwepo wa wazee wangu wa kanisa. Wapunge tu mkono, Mungu atawabariki sana. Amen, amen. Nitambue uwepo wa watu wa media. Nitambue uwepo wa waimbaji. Nitambue uwepo wa wapigaji. Lakini pia nitambue uwepo wa wewe ulifika siku hii ya leo. Jichapie tu makofi ya ushindi vizuri kabisa. Haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie tu kwamba Petro na Yohana walipokuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, saa ya kusali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alikuwa amekaa kwenye malango akakiomba msaada huko na kule. Petro na Yohana wakamwambia, kwenye mifuko yetu hatuna chochote, ila tukupacho ndicho tulicho nacho. Simama kwa miguu yako na uende. Simama na miguu yako na uende. Basi Biblia inasema yule kiwete akasimama akimshangilia Mungu, akaingia hekaluni akimsifu Mungu na kumshangilia kwa furaha. Tani kwambie wewe uliokuja na hali yoyote, leo ni majira yako ya kumshangilia Mungu na kumrudishia sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Wangapi jana walisikiza redio? Mngasikiza habari gani? Haleluya. Haleluya. Jana studio kulikuwa kuna shida ya mitambo. Kwa hiyo wakawa wameweka recorded zile za nyuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini yote na yote tunamshukuru Mungu, mitambo ilikaa vizuri na bado Mungu ni mwema. Haleluya. Mwaka huu tunatamani kwamba twende katika redio zaidi ya moja ili ya kwamba tuweze kueneza Injili. Haleluya. Lakini pia nafikiri kwamba Star TV tayari wametukubalia ombi lile na tutaanza kuanzia tarehe 26. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunashughulikia channel 10 pia, tutasikika channel 10. Haleluya. Mbona ufurahi maendeleo haya? Amen. Haleluya. Lakini pia nitangaze tu kwamba tutakuwa na semina kubwa ambayo itaanza tarehe 25 mahali hapa na makuu matatu. Jambo la kwanza nataka niseme kuna kitu kinaitwa shukrani. Hebu sema shukrani. Ongeza sauti, mwambie jirani yako shukrani. Shukrani ni nini? Na watu wengi hawana uelewa juu ya vitu hivi kinachoitwa shukrani. Na ndio maana kuna watu ambao wamebarikiwa sana lakini wamedondoka mapema sana. Kuna watu wamefanikiwa sana katika kila wanachokianzisha, lakini kwa sababu hawakuelewa katika eneo la shukrani, maisha yao yamegeuka na kurudi kule ambako yalikoanzia. Ndio maana kuna mtu unashangaa umebarikiwa, lakini maisha yako yanaota ndoto za kule kijijini. Maisha yako yamebaki kule kijijini kwa sababu maisha uliyoishi ya mafanikio hayajawahi kufanyiwa shukrani. Hautawahi mtukuza Mungu kwa jinsi ambapo umefikia.
Na hicho ni kitu ambacho watu wengi wanakidharau sana. Watu wengi hawakumbuki kumshukuru Mungu hata kwa uhai waliopewa. Watu wengi hawakumbuki kumshukuru Mungu hata kwa kuvuka mwaka. Tuko hapa, kuna watu wamekaa mwaka mzima na wameingia kwenye mwaka mwingine hawajawahi kumshukuru Mungu, na Mungu amebaki kutizama, lakini kumbe utukufu wa Mungu unatoka kwenye vile vitu ulivyobarikiwa na Mungu. Haleluya. Mungu akishakubariki, kinachofuata ni kumshukuru Mungu. Na ukiona hujamshukuru Mungu, ujue kabisa Mungu anaanza kujiondoa kwenye kila baraka unayoona. Na ndio sababu Yesu akauliza, wale tenda wako wapi? Niliwaponya wengi, lakini wale tenda wako wapi? Kwa nini? Kwa sababu Yesu sio kwamba alikuwa anahitaji pesa kwa wale kenda. Sio kwamba alikuwa anahitaji malipo kwa wale kenda. Sio kwamba alikuwa anataka walete chochote. Alikuwa anataka tu ile appreciation ya shukrani, ili Yesu aweke signature kwenye ile baraka. Unaweza barikiwa lakini ikawa haijathibitishwa. Ndio maana hata unaweza kata tiketi ya watu wangapi washatsafiri na tiketi yako. Ukishafika pale airport, unaambiwa onyesha tiketi yako tu verify. Verify. Unaweza, kuna mtu anabarikiwa lakini kumshukuru Mungu anaona ni shida. Ndio maana watu wengi wako hapa, Mungu amewabariki lakini hakuna hata mmoja amesimama. Baba, asante kwa sababu namshukuru Mungu kwa vile alinitoa moja akanipeleka mbili. Hivyo tu inatosha. Ninakwambia. Na Mungu wakati anazungumza na mimi hili jambo, imeonekana kama ni ukuta wa watu wengine Mungu kuwapeleka kwenye viwango vingi. Kushukuru tu Mungu. Unafika, Mungu ninakushukuru kwa sababu ya hapo uliponifikisha. Ni kweli vita ilikuwa ni kubwa, lakini Mungu hakuwahi kuniacha. Ni kweli mashambulizi yalikuwa ni makubwa, lakini Mungu nilishinda leo. Kuna mtu anamshukuru. Kuna watu wamepiga, kuna watu walitakiwa kufa, kuna watu waliandaliwa ajali, lakini Mungu aliwaepusha. Ukaona unachukulia mambo ya kawaida. Matatizo yanapokuja unaanza kusema, Mungu ninakuomba Bwana, ninakuomba Bwana. Lakini kumbe katika zile tu baraka, tani kwambie kwamba siku moja nje na Mungu ni sawa na siku 1000 mbali naye. Siku moja mbali. Ndio maana nikasema wakati mwingine Mungu haachilii mabaya, anaruhusu mabaya ya kupata. Kwa sababu mabaya yako siku zote kwenye maisha yako, maadui wanakulenga, majirani, Mungu ameweka uzio. Lakini wakati ambapo unatoka kwenye uwepo wa Mungu, pazia inaondoka, mishale yote inapita ndani yako, na inapita na inafanya uharibifu. Haleluya. Sema shukrani. Shukrani. Wakati huo mtu mmoja atatafuta kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 5:18. Shukrani ni nini? Shukrani ni kitendo cha kutambua au kujua matendo ya Mungu katika maisha ya kila siku. Ni vema tukatambua kuwa kila kinachopatikana au unachokipata kwenye maisha ya kila siku ni Mungu ndiye anayefanikisha. Kwa hiyo unapotambua kuwa si nguvu zako zimehusika katika kila jambo, bali ni Mungu ndiye hutuwezesha. Kwa hiyo tunawajibika kurudisha shukrani mbele za Bwana. Moja ya eneo ambalo linatupa shida sana, mwanamke akishika ujauzito akajifungua, anaona ni jitihada zake, lakini anasahau jitihada hizo kuna watu wanazo lakini hawana mtoto mwaka wa 10. Nataka nikwambia hakuna mahali ambapo Mungu hahusiki kwenye maisha yako. Lakini majira ambayo unashindwa kutambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yako ya kila siku, hilo ni jambo la hatari sana. Ndio maana kuna mtu anashambuliwa majira yoyote kwa sababu hana utambuzi wa nguvu za Mungu. Nataka nikwambie iko nguvu ya shukrani na nguvu inayoupa moyo msukumo wa ndani wa kushangilia na kuyafurahia matendo makuu ya Bwana wa majeshi. Nataka kwa mtu mmoja nisome kitabu kile cha Zaburi 118 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema,
kwa maana fadhili zake ni za milele. Nitakushukuru kwa maana umenijibu, nawe umekuwa wokovu wangu. Lakini ukisoma mstari huu unapata sababu ya kumshukuru Mungu. Sababu ya kwanza unaipata kwa wema wake kwetu, kwa wema wa Mungu kwenye maisha yako. Ndugu yangu, nataka nikwambie, katikati ya kulala kwako njaa, uwepo wa Mungu. Katikati ya changamoto unazopitia, uwepo wa Mungu. Katikati ya hatua zote unazopitia, uwepo wa Mungu. Jambo la pili tunaona kwenye huo mstari ni fadhili zake kwetu, wema wake kwetu. Wema ni nini? Wema ni nini? Wema ni kitu gani? Unafikiri kwenye maisha yako wema wa Mungu ni kitu gani? Kwa sababu kuna majira ambayo wema wa Mungu ukisema kwenye maisha yako, hata mabaya yakija hayawezi kuingia, hata yakigonga yakapomoa hayawezi kuingia. Kuna watu wako hapa, hata uwabariki namna gani, hakuna shukrani, hakuna shukrani yoyote, na kifungo chao ni katika eneo hilo. Kuna mtu umeshawahi kujiuliza kwa nini unaishi? Yaani una faida gani ya kuishi wewe mpaka sasa hivi? Nini? Kwa nini unaishi? Una nini cha kufanya uishi? Nini sababu kubwa unaweza simama mbele za watu kusema mimi ninaishi kwa sababu mimi ni nani, mimi ni mtu fulani? Nini kinaweza kukupa sababu? Hakuna. Kwa sababu watu kama wewe wenye fedha wameshaondoka, wameshakufa kabisa, tena kifo cha aibu. Watoto wadogo waliozaliwa leo wameshaenda. Kwa nini wewe unaishi alafu huoni sababu ya kumshukuru Mungu? 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 Katika kumshukuru Mungu tunashukuru maneno ambayo yametawala katika maisha yetu kila siku. Eneo ambayo tunamshukuru Mungu katika shukrani zako zote ni maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho. Yaani unamshukuru Mungu kwa sababu ya afya yako ya kiroho, hali yako ya kiroho. Yapo mengi katika maisha ya kiroho Mungu anayatenda, lakini tunasahau kurudi kumshukuru Mungu. Tunarejea na kumshukuru Mungu wakati ambapo tumeanza kuona zile baraka zimepungua. Maisha ya kiroho ni pale ambapo hapo ulipo kisha unapiga hatua ya kiroho. Unajua kumjua Mungu ni hatua ya kiroho. Kujua kwamba ndio mtetezi wako ni hatua ya kiroho. Kuna wakati mwingine hata huwezi kuomba, wakati Mungu ninakushukuru kwa ulinzi wako. Ninakushukuru kwa neema yako ndani ya maisha. Umenipigania mchana mzima mpaka kunifikisha majira. Ni kweli kabisa Mungu, ninatambua bila wewe mimi nisingalifika hapa nilipofika. Pokea sifa na utukufu. Mshukuru tu Mungu alafu unapumzika. Kwa nini katika kumshukuru Mungu kuna vitu haviwezi kutoka kwenye maisha yako? Katika kumshukuru Mungu adui hawezi kuvuruga maisha yako siku, kwa sababu umetambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yako kabla. Shukrani inalazimisha vitu ambavyo haviwezi kuja vikaya kwa nguvu. Shukrani vinalazimisha vitu vingi kuja. Wangapi wameshawahi kushukuru kwamba mtu amekuja akakusaidia kiasi cha fedha, nashukuru sana, Mungu akubariki sana na usiwe kufunguka. Alafu wakati mwingine ule mtu ule mjima sema amen. Wakati mwingine yule mtu unapofika ukiwa na shida yote anakwambia njoo chukua pesa. Shukrani inatengeneza mfereji wa mafanikio zaidi. Kama kuna baraka zilikuja kwenye maisha yako, Mungu anazipanza. Cha kwanza zile baraka zinakuwa na ulinzi, lakini cha pili Mungu anafungua mlango wa baraka zaidi, kwa sababu umetambua uwepo wake kwenye zile baraka. Haiko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema shukrani. Eneo la pili ni katika eneo la kimwili. Eneo la kwanza ni kiroho, shukrani, lakini eneo la pili ni la kimwili. Eneo la kimwili, kwa eneo hili sina shaka kwa kila mmoja wetu anaona mwenendo wake wa kila akitizama, anaona hatua za Mungu za kumsogeza katika maisha.
Unajua kuna mtu kishakaa kujitazama hivi, unaangalia tu vile baraka za Mungu ambazo zimetawala maisha. Kuna vitu vingi ukitazama tu. Wewe ukitazama watoto wako, ukitazama afya yako, venye tu Mungu amebariki maisha. Una kila sababu ya kumshukuru. Watu wengi baraka za Mungu zimeondoka kwenye maisha yao kwa sababu hakuwahi kuruhusu uwepo wa Mungu kwenye vitu ambavyo Mungu amebariki. Yaani ukishamwomba Mungu mtoto akakupa, baada ya hapo mtoto ni wa kwako. Mungu hahusiki tena. Hiyo ni moja ya eneo kubwa sana ambalo adui anafanyia kazi. Na watu wengi waliobarikiwa sana, Mungu anawaacha kwa sababu hawatoi shukrani. Moja ya eneo lililomfukuza malaika wa sifa Lucifer mbinguni ni baada ya kuona zile sifa Mungu anatakiwa kumshukuru yeye kwa sababu ya zile sifa. Alisahau kumrudishia Mungu kwa sababu mtu ambaye hana desturi ya kushukuru, kinyume chake ana desturi ya kiburi. Kiburi ndio kinakaa kwa mtu ambaye hawezi kushukuru. Jichunguze, unaweza kushukuru wakati unapobariki? Jichunguze, chochote unachoweza kusaidiwa aidha na ndugu, una uwezo wa kushukuru. Kama hauna, tafasiri yake ni kwamba roho ya kiburi imeinuka kwa kiwango cha grafu ya 100%. Na kuna majira hata huwezi. Haleluya. Huyu binti huyo hapa hivi, huyo mama huyo pembeni mama, ndio maana ujauzito ukifika miezi miwili unatoka, ukifika miezi miwili unatoka, sababu ya mshukuru Mungu. Yaani intervention ya Mungu kwenye uzao umeitoka. Yaani kila ambacho Mungu anakubariki, haujaruhusu Mungu huyo akawe mtawala kwenye baraka za Mungu kwenye maisha. Kila ukishika ujauzito miezi miwili unatoka, miezi miwili tu unatoka, kwa sababu hata kwenye uzao wa kwanza ukumpa Mungu nafasi kusema, Mungu umenibariki uzao huu, ninakushukuru, ninakuomba Bwana, mtoto huyu umenipa wewe, siwezi kuwa na kiburi juu ya, kwa sababu ni zawadi kutoka kwako. Na moja ya eneo sana kubwa, wanawake wengi wakishajifungua wakamaliza, Mungu hahusiki tena. Lakini wakati wa kutafuta, Mungu anaitwa mpaka machozi ya damu. Haleluya. Amen. Na ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, Elkana alikuwa na wake wawili, anasema Hana kuwa na mtoto, Penina alikuwa na mtoto wawili. Wakati Penina anamlilia Mungu madhabahuni, alimwambia Mungu, mtoto utakayenipa nitakutolea wewe. Na wakati Penina alikuwa analia kwa machozi, wakati umefika, Mungu ikabidi azungumze kwa kupitia Eli kuhani, akamwambia, wakati kama huu utapata mtoto ambaye atakuwa na huyo mtoto ni sadaka kwa Mungu. Hana akashukuru Mungu, Mungu nakushukuru, asante hata kwa ajili ya hili. Pale Biblia inasema Samuel akatoka kwenye tumbo la Hana. Alipotoka anasema Eli akawa anamfundisha yale, kwani mama yake alishamkabidhi mapema, na akaingia agano la kumshukuru Mungu hata Mungu akimchukia, akimchukua yule mtoto, ili mradi uzao umepita kwenye tumbo lake. Kuna connection kubwa sana wakati wa kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzao wako, kubwa mno. Na watu wengi katika hilo eneo
wanajisahau, wanaona kwa sababu ni mwanamke alisukuma na maumivu, akaona sasa Mungu hakuwepo pale. Lakini nataka nikwambie, katika ulimwengu wa roho, ungefunguliwa macho, ungeona kitu gani kimekuzunguka pale, mauti iliyokuwa imesimama pale, nataka kuhakikisha kwamba ungeahirisha hilo zoezi. Lakini Mungu alisimama na wewe majira yote. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Tina anajifungua anasema, baba, ninaona yuko mwanamke amekuja kubeba huyo mtoto na ninahisi nakufa. Nikamwambia hautakufa. Na wewe mwanamke unayemwona hautamuona tena. Kwa nini? Wakati wa kujifungua pale ni wakati adui wote mishale wameelekeza kwako. Wakati ambao wanaweza ondoa uhai, wakati ambao wanaweza chukua mtoto, wakati ambao wanaweza kukudondosha kwa sekunde moja. Kumshukuru Mungu iko siri ndani yake. Ni alama ya kuthibitisha kilicho. Ndio maana kuna watu wanafanikiwa leo, kesho ni maskini. Unajiuliza kwa nini? Kama ni Mungu aliyobariki, kwa nini? Kwa sababu katika zile baraka walimweka Mungu pembeni, wakasimama wao. Ndio maana kuna mtu anaomba ndoa hapa usiku na mchana mpaka anatoa sadaka. Akipata ndoa, Mungu pembeni. Halafu akishaingia kwenye ndoa, ndoa haijawahi kuwa na amani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mwanaume akiondoka asubuhi, anarudi kesho yake. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa utafutaji ulianza kutafuta na Mungu. Wakati umepata ukarudi mwenyewe kwamba Mungu anakuzingazinga. Kuna watu hawana taratibu na desturi kumshukuru Mungu kwa kila kitu chochote. Kuna mtu akishapata ni kusonga mbele na matumizi yake mengine. Mungu hausiki kwenye kile tena alicho na nini. Hata nikwambie, ingiza hali ya kumshukuru Mungu. Ametu Mungu, hata uhai ulionipa ninakushukuru mchana, nitakushukuru usiku, hata afya hii, hata jinsi nilivyo ninasema ni asante, hata chakula ulichonipa. Kuna watu wakipatia Yesu, ninakutukuza, asante Yesu, ninarudisha sifa na shukrani, ninakutukuza mfalme wa wafalme. Wewe hakuna wa kulinganishwa na wewe. Kumshukuru Mungu iko nguvu ndani yake. Na kuna watu hata ukishindwa kuomba, lakini ujifunze tu namna ya kumshukuru Mungu. Mwaka huu umeanza, kuna watu hata kuja kusema Mungu asante kwa ajili ya mwaka huu. Wengine wamepokelea mwaka na marafiki wakinywa bia, wengine wamepokea mwaka wakiwa katika hali ya uzembe, wakati wanasahau mwaka sio kitu cha uzembe wala sio kitu cha mzaa. Mwaka unapoanza ni wakati wa kutengeneza maagano mazito na Mungu. Ni wakati wa kumuhusisha Mungu kwenye maisha yako kamili. Ni wakati ambao unasarenda maisha yako yote kwa Mungu ayaongoze kwa miezi yote 12, siku 365. Sio siku chache ambazo unadhani akili zako zitafanya kazi kwa miaka yote. Haziwezi kufanya kazi kwa miaka yote. Kwanza, akili za mwanadamu, Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho, ni dhaifu kuliko chembe ya haradali. Yaani akili zako unazoziona ni kubwa, na hata nakwambia ni dhaifu sana Mungu asipokuwa ndani hizo akili. Yaani akili zako unazoziamini, ninakwambia haziaminiki hata sekunde moja Mungu asipokuwa ndani. Maamuzi unayochukua yote ni batili, lakini mbele ya macho yako yataonekana ni maamuzi sahihi. Nataka nikwambie ni maamuzi ya utashi tu, kama Mungu haipo ndani ya hayo maamuzi. Kama Mungu hujamhusisha kwenye hilo, ni batili. Na unapoenda tegemea maanguko, kwa sababu akili zako hazijawa controlled. Kuna wakati unavua akili za kibinadamu, unaambia Mungu, nataka univalishe akili yako, nataka ukaniendeshe, ukanitengeneze. Kuna wakati kuna watu wanaingia kwenye ndoa na akili zao za kuzaliwa mwaka 2009 au mwaka 1980 ndio anaingia nazo kwenye ndoa. Anashangaa ndoa ina siku ya kwanza na ya pili, kwa sababu akili zako hazitoshi kwenye ndoa bila akili za Mungu. Kuna watu wana akili kubwa kwenye dunia hii, lakini hakuna mahali wamefika mpaka Mungu alipointervene kwenye ufahamu wao. Mungu akisaidia kwenye ufahamu, anaweka ufahamu wako pembeni, anaanza kuendesha ufahamu wako kwa namna ya kuendesha ile ndoa, kwa namna ya kuendesha ile biashara, kwa namna ya kuendesha kila kitu. Ndio maana kuna wakati siku moja tulikuwa nasafiri na basi kutoka mwaka 2012. Wakati tunapanda tu, nikaona hapa ni ajali na kuna kufa mbele. 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 Nikaona hapa ni ajali na kuna ku
Nimeingia kwenye basi nimekaa. Wakati ule kila mahali nilikuwa naenda na Biblia nimeweka kwenye kikwapa Biblia. Yaani nimeweka paka ganda la kitabu limeng'oka. Nimeingia kwenye basi nasikia harufu ya damu. Nasema ni kitu gani? Wanaangalia kuna nini? Harufu ya damu kabisa mbichi. Nasema Mungu, hii ni mauti. Ninasimama Yesu. Ninatangaza kuanzia saa hii ninamshusha dereva kwenye gari. Mungu kapande ukatuendeshe wewe. Tena nikasimama. Nikaambia watu wasimame. Nikaambia dereva na kuomba usimamishe gari. Dereva akasema baadaye. Dereva akasimamisha kanisikia. Nikaambia watu wote sema Bwana Yesu. Hii ajali iliyopangwa na mmiliki wa mabasi na maagano yake, tunataka kuambia haitatokea. Sema Yesu. Naomba waabiria wote tunamshusha dereva. Leo kusema nashuka naenda. Basi na watu nimekabidhiwa kwa mkataba. Naambia tunamshusha dereva kwenye ulimwengu wa roho. Tunampandisha mfalme wa falme akawa dereva hapa. Na ajali iliyopangwa haitatokea. Tunaikaza hiyo ajali, tunaikaza. Kwenye kifo watu wanaombaga hata Waislamu. Na kuambia walisema Muislamu yuko na kazi, ajali itatokea. Kwa sababu kifo hakijawahi kuzoea. Tena unakiona kabla hakijatokea. Hakitaweza kutokea. Tena unaambia watu naona kama ajali. Walisimama, mzee mwingine anataka kusimama vizuri yuko hivi. Ajali hiyo kila pango wote achia, hatatupata, hatutakufa. Mwingine mwanamke hatutakufa. Nakwambia yaani wanawake wale mashabiki wa mtaani na wenyewe hakuna cha kukaa tena. Hakuna ajali. Nakwambia wewe shetani anaanza kuleta ule usanii wa taarabu kwenye nani. Anaanza kumsuta shetani wakati kati ya vita. Tena sasa niliomba maombi ya nusu saa lakini mpaka tunafika watu achia shetani hana mamlaka huyu. Yaani watu wanaongea kwa sababu kifo. Karibia na kifo watu wanasemaga maombi hata mengine tofauti. Hakijawahi kuzoeleka. Na mwanadamu nature yake ni hiyo. Katikati ya hatari anaanza kusema nakataa, ninasambaratisha, wewe adui, nimesha kugundua, hata hajakugundua. Vitisho. Na baada pale nasema Mungu dereva ashuke, Mungu panda ukaendeshe gari hili. Ninazuia speed, ajali zote, kila alama zilizoka kwenye barabara zikafutike zote. Niliposema alama, wote futika. Wote kwenye gari. Tukajikuta sauti inayotoka ni kubwa kuliko hata ya mlio wa gari. Haleluya. Tukafika salama. Tumefika salama. Kila mmoja analipa sadaka 10,000, 20,000. Mara kama kufika Dar es Salaam. Ndani ya basi ninapata sadaka ya 200,000 na nilikuwa sina chochote. Sasa na Mungu. Ndio nikatafuta daladala hapo, daladala iko. Haleluya. Amina. Roho ya mauti imepigwa. Haleluya. Katika kumshukuru Mungu kunabadilisha hali ya hewa. Lakini pia katika kumshukuru Mungu baraka zinageuzwa, zinawekwa kuwa kubwa, zinaimarishwa, zinawekwa katika misingi ya kudumu. Ziko baraka zinakuja kwenye maisha yako, lakini ziyatengenezewa msingi wa kukaa moja kwa moja, kwa sababu zimekuja baraka lakini hujajiungamanisha na aliyetoa hizo baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni kweli ninahitaji ndoa, lakini hiyo ndoa bila wewe kunipa haitakuwa ndoa sahihi. Ninahitaji ndoa kutoka kwako Mungu. Mwanaume atakayefika akatoke kwako. Anapofika mwanaume anaitwa Joseph. Unafika madhabahuni, Mungu amekuja Josefu. Kama ni wewe umemleta Bwana, tutaendelea na hii ndoa, tutaishi kwa amani. Mungu kama upo katikati ya hii ndoa, ninataka ukajidhihirishe. Kama upo katikati ya hichi ambacho nimekuomba, ninaomba neema yako ikatawale. Mungu katikati ya hii biashara niliyokuomba, ninaomba ukajidhihirishe. Ni kweli umenibariki, lakini ninakushukuru wewe Mfalme, kwa sababu wewe Mungu ndio ulionipa na ukanibariki hili. Ninakurudishia sifa na utukufu. Biashara imeshapatikana. Cha msingi sana. Na kuna watu wanaona kwa sababu wanaishi wanachukulia poa. Nataka nikwambie utachukulia poa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Lakini kuna mlango umeshafunguka ambao baadaye utakuja kumuita Mungu na Mungu atanyamaza. Kwa sababu gani?
kwa sababu majira umeshahubiriwa, lakini ukapuuzia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikwambie kwamba mwambie Mungu akupe moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani. Tumeja nasoma 92 mstari wa kwanza. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimba jina lake aliye juu. Ni neno jema kama ilivyo. Ni neno jema kumshukuru Mungu. Pa kupitia shukrani kunatangaza wema wa Bwana. Lakini pia cha pili, unatangaza uaminifu wa Bwana. Lakini pia jambo la tatu, unalisifu jina lake. Haleluya. Haleluya. Lakini nataka niseme kitu kimoja. Mtu mmoja anisome kitabu cha Luka 17 mstari wa 12. Luka 17 mstari wa 12. Luka 17 Luka 17 mstari wa 12 mpaka 19. Nasoma Luka sura ya 17 na mstari wa 12 hadi wa 19. Na alipoingia katika kijiji kimoja, Yesu alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Alikutana na jopo la watu wenye matatizo. Akasimama mbali. Akapaza sauti akisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wa hao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Amen. Milele sifa ziwe jina la Yesu, na lisifiwe daima. Jinsi anarespond. Je, Mungu si zaidi ya jinsi mwanadamu anaweza respond kwako kwamba ubarikiwe, uinuliwe? Jinsi wangu mara ngapi umeshasaidia watu na umeona jinsi wanakushukuru? Hauoni Mungu ni zaidi? Mungu ni zaidi ukimshukuru. Alafu kuna misale mingine, hata kama ni mama, unashukuru kwa ajili ya watoto wako. Unawatolea sadaka. Mungu, sadaka hii ninawatolea watoto wangu. Haijalishi yuko Mbeya, yuko Kigoma, lakini sadaka hii ninakushukuru kwa ajili ya huyu mtoto. Hizi ni baraka ulizonipa, na Mungu katika mwaka huu ninamtolea sadaka hii kama shukrani na utukufu kwako Mungu. Ninaomba ukawalinde kule uliko. Hiyo sadaka itasimama usiku na mchana. Haleluya. Sema tuwe Bwana Yesu, ukanipe moyo wa shukrani. Ukanipe moyo wa shukrani. Ukanipe moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani katika maisha yangu. Nijue kukushukuru hata kwa kidogo ulichonipa, hata kwa afya ulionipa, hata kwa jinsi nilivyo. Nijue namna bora ya kukushukuru Mungu. Roho ya kiburi, roho ya kujiinua, ya kuona kwamba ni kwa nguvu zangu, ya kuona kwamba mimi ndio nimefanya, ya kuona kwamba mimi ndio nimeweza, ya kuona kwamba kwa akili zangu nimeweza.
ninaomba ya kwamba ukanitengeneze moyo wa shukrani, 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 moyo wa kukutukuza, moyo wa kusema asante. Yesu, bila kusema asante mimi si chochote, na hizo baraka zitaondoka ndani ya maisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, katika shukrani unazitunza zile baraka, unaziongeza zile baraka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yesu, katika kushukuru kuna ulinzi, kuna ulinzi juu ya zile baraka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwaminifu. Sema Yesu, hata kwa kazi ulionipa ninakushukuru, ninaona kuongezeka, ninaona wema wako katika kila kitu ulichonibariki nacho katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sema kushukuru. Sema kushukuru. Kushukuru.